Kutoka hapo mtoto akashindwa kuvumilia kabisa, akaenda akamkumbatia baba yake, machozi yanamtoka. Hakutaka kabisa story iendelee, na kwamba story ilimuumiza sana mtoto. Hakutaka kabisa kuhadisiwa hiyo mtoto, na akajuta kabisa mtoto kwa nini mama yake alimkataa baada ya kumzaa. Kutoka hapo akambeba mtoto, akawamtaki kabisa ashikwe na yule binti, kwa sababu ilitumika sura yake. Na binti akamfuata msela, akasema kwa nini mtoto hataki kuongea na mimi? Akasema wewe ulisema tutumie tafsiri yako kama mamake, na ndio maana kimetokea hivi. Binti akasema basi sawa. Binti akiwa sawa, mnipigie basi, nawapa namba yangu na mtaniambia kilichoendelea. Kutoka hapo story ikaendelea pale tulipoishia. Jamaa wakati wako njiani, ugomvi unaendelea, ikatokea bomba la ajali, na ajali mbaya sana. Binti akatokea kwenye kioo na kudondoka na kupoteza fahamu, lakini mshikaji alitoka kwa sababu alifunga mkanda. Jamaa alipiga kichwa vibaya sana, jamaa naye alizimia hapo hapo. Ajali ilikuwa mbaya sana, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Binti Yashna akajikuta analia tu kutokana na story, na mwisho wa story, samahani, naomba usilie, ishapita yote hayo, ni mambo ya zamani, tusikumbushane machungu ya zamani. Jamaa akamchukua mbwa wake na mtoto wake, akampeleka hadi nyumbani, akamfunika na shuka. Jamaa akatulia zake huko ameshika, lakini cha kushangaza nafunua tunaona picha ya Yashna kwenye PC. Hii imekaaje ise? Huku Yashna ile story imemtachi sana, machozi analia tu muda wote. Ghafla kukutana na mama yake, anaita Yashna. Sasa kumbe mama yake mzazi ndio yule binti ambaye alogongwa na gari, alopata ajali ya gari na alozaa mtoto. Na kumbukumbu ilitokea hivi kwamba mwanamke akufa na jamaa alichukua mtoto wake akaondoka naye, lakini Yashna alichukuliwa, alipoteza kumbukumbu, akawa hana chochote kile. Na Yashna ndio mke wa kweli kabisa jamaa, na hata siku ile dogo alivyokuwa na ule mbwa, na ndio maana mbwa alimkimbilia Yashna moja kwa moja, na kwa sababu mbwa anamjua vizuri Yashna, na mbwa ananusa harufu, na ndio maana mtoto alikuwa anaongea, alikutana na mama yake mzazi bila kujua kwamba huyu ni mama yake mzazi. Na kutoka hapo mama wa Yashna alikumfuata mshikaji, chukua mtoto wako, niachie mtoto wangu akumbuki chochote kile, kwa hiyo baki na mtoto wako na mimi nibaki na mtoto wangu. Kutoka sasa mahusiano yetu yaishie hapo, kila mmoja abaki na cha kwake. Maisha yalikuwa hivyo. Mshikaji akaona sawa, mimi nitaondoka na mtoto wangu na Yashna baki na mtoto wake, maana Yashna alikuwa hana raha kabisa na mtoto. Na kutoka hapo maisha yakaendelea, na Yashna kila siku ya Mungu Yashna anamfuata mtoto. Siku moja jamaa anamfuata mtoto wake shule, akamkutana na Yashna wamekumbatiana. Jamaa akapagawa hapo, akagundua kabisa kwamba jamaa anajua kabisa Yashna ndo mtoto mama halisi wa huyu mtoto. Okay, tuendelee na maisha ya sasa. Oi, wewe tuna babake. Mnawaza nini hapa? Kila mmoja yuko na mawazo. Mbona sielewi, mna mawazo sana, nini shida? Mara mlango unagongwa, besti yake akaenda kufungua tu. Haleluya, ni Yashna bwana. Yashna namjua vizuri sana. Anashangaa amefuata nini, kabidi mwamba amfuate haraka mshikaji. Akamchukua binti akamtoa nje. Sasa wewe mwanamke umepajuaje kwako? Nimepata maelekezo kutoka ofisini kwako. Vipi Maya anaendeleaje? Yuko poa. Jamaa atakishobo kabisa wala maumivu mengi. Kumbuka hapa binti haelewi chochote, yani hana kumbukumbu hata kidogo, na hakuna aliyomwambia chochote, sio mama yake mzazi na sio jamaa, sio rafiki yake wala sio baba yake. Na hiki ndio kitendo ambacho jamaa hataki, na amekuja tu kumuona kwa ajili ya amejenga urafiki na mtoto, na hajui kwamba sio mtoto wake mzazi. Maana jamaa hajui kabisa. Mara Maya ametoka zake nje, akamkuta binti alikuwa na noma, alimpenda sana Mai na wakakumbatiana pale. Jamaa anaona jamaa wangekuwa wanajuana kama mama na mwana, acha tu. Okay, baadaye akitoka shule naweza kutoka naye kidogo. Jamaa akasema kuweka visingizio pale, mara nitatoka naye. Maya akasema baba, kesho si Jumamosi, kesho hatuna ratiba yote. Maya akaweka miadi ya kukutana kesho. Jamaa wakaaga hapa, wakabusana Maya na mama yake bila kujua. Baba anashangaa, ili bara gani sio? Asubuhi wakati anampeleka mtoto wake shule, yuko na rafiki yake. Jamaa akasema kwa hiyo kesho anaenda kukutana, si ndio? Jamaa akasema hamna, kwanza kesho kuna kazi Kigamboni, nitaondoka na mama na mwanangu kwenda huko. Mtoto akasema lakini baba, kesho sina miadi na Maya. Akasema hakuna kitu kama hiko. Nani akatapinga kauli ya baba? Binti akafika sehemu walipopanga wakutane, lakini hawakutokea. Sasa jamaa Yashna alipata mume, kumbe jamaa mwingine. Mtoto amekaa ndani akashindwa kabisa kuvumilia, akampiga Yashna, niko zangu Kigamboni huku, baba kanileta, ndio maana jana tukuonana, lakini kesho ni birthday yangu. Mtoto akakata. Sawa, mume wa ambaye mtarajia anataka kumuoa Maya akatokea hapa, akasema bwana, hospitali inatakiwa ishi haraka sana ili tuoane tuenze tukaishi zetu Marekani, wanapanga. Na Yashna akamuaga mchumba wake, akasema bwana, kesho natakiwa nitoke kidogo, kuna sehemu nataka niende, naipenda sana huko Kigamboni beach. Bake mdogo na Maya
akaiangalia simu yake akagundua kwamba simu yake imetumika. Akamwambia, "Na maana umeongea na yule mwanamke?" Akasema ndio. Akasema, "Sasa sikiliza, usimwambie baba yako kwa sababu baba yako akigundua atacomplain sana." Mchizi kama kawaida yuko zake kazini, maana alipewa order hapa bichi ya kupiga picha, na angalia hivi anamuona binti na watu wamejaa. Anasogea mpaka pale, mtoto mwanae amevaa, amependeza, amepambiwa. Mtoto ana furaha kinoma yani. Anaambia, "Unafikiri umesahau siku yangu ya kuzaliwa baba?" Kumbe aloandaa ile party ni binti hapa, na jamaa alishasahau kabisa siku ya kuzaliwa ya mwanae, kwamba ghafla anamuona msichana fulani hivi mrembo. Unakumbuka huyu msichana ni nani? Huyu ni mdogo wake na Yashna, ambaye wakati yuko mdogo jamaa aligeuza hii story. Alisema kwamba ni mdogo wake wa kiume, lakini huyu mdogo alikuwa ni wa kike. Aligeuza story ili mradi mtoto asije akajaji sana kuhusiana na mama yake mdogo. Na leo hapa amekuja na dada yake kwa sababu dada yake anampenda sana Maya. Baada ya jioni, mchizi ametulia zake ufukoni na anakula zake upepo, mrembo akaamua kumfuata tu. "Mambo poa. Nashukuru sana kwa mchana. Nilisahau kabisa kwamba leo ni birthday ya mwanangu. Usijali wala usijiraumu. Mimi nilipataga ajali miaka 6 iliyopita na nimesahau siku. Na bora umesahau siku, lakini mimi nimesahau kila kitu." Na stories za hapa na pale zinaendelea. Binti ni mchangamfu sana. Na muda unazidi kwenda, usiku unaingia. Binti tayari kishavutiwa na mwamba, yani anampenda kinoma yani. Na bila kujua kwamba huyu ndo mume wake kabisa na alishampenda. Ghafla binti akampiga bomba la busu la kustukizwa. Jamaa amebaki kuduatu, moyo unadunda huku haelewi chochote kile. Jamaa akasema, jamaa ameduatu. Hii imekuaje tena? Na akatoka haraka. Hiki limpa stress sana kwa sababu huyu alikuwa mke wake kabisa wa ndoa na waishi naye na wamezaa mtoto mmoja. Leo ghafla wanapendana tena. Wakati anaangalia hivi mbele, bwana akamkuta binti mmoja mrembo sana, amejipamba kinoma. Akamchukua mtoto pale, akamshika mkono na amemvalisha vizuri, akampeleka kwa babake. Akasema, "Bwana, mimi nataka nitoke na mtoto katembee." Jamaa kukataa wala nini, akacheki bomba la kiuno yani ile. Jamaa akasema, huyu alikuwa mke wangu. Lakini jamaa naye moyo tayari unazidi kumzidia. Binti na familia ya mume mtarajiwa wa Yashi wamekaa zao, wanapanga masuala ya ndoa yafanywe haraka haraka, wana refresh sehemu ya beach. Akasema binti anapenda sana kwenda sehemu ya beach na kule ndo sehemu pekee ambayo binti alikuwa anaipenda tangu mdogo. Jamaa akasema, "Basi sawa, tutakwenda na ndoa yetu itafungika huko beach na tutakaa huko, tutaishi vizuri." Baada ya usiku kufika, binti akamleta mpaka mtoto hadi nyumbani kwao. Akamtandika vizuri, akasema, "Mwache alale hapa hapa, uondoke naye kesho." Jamaa kuelewa alani, akasema, "Hamna, naondoka naye." Akasema, "Mwache tu alale hapa nyumbani usiku." Maana mtoto alikuwa anataka kulala kwa Maya, kwa Yashi usiku. Lakini jamaa akakomplain sana, akasema anataka kuondoka naye. Lakini binti alijisikia vibaya sana. Na mdogo wake na Yashi akamfuata. Akasema, "Sikiliza, naomba mtulie." Binti akaenda zake club na akaanza kulewa yani. Kile kitendo kilimuuzi sana. Jamaa akaamua kumfuata pale pale mpaka club na kwenda kumuomba msamaha. Mchizi naye alipofika zake klabu akapiga zake chupa kevanti hapa, akapiga chupa pombe. Hajawahi kumwachia mtu salama. Hata wewe mpore vipi, ukilewa tutajua tabia zako. Mchizi akaona ngoja ukina magoma hapo, full vibe ndani ya klabu. Tena akawa anacheza na madem mbalimbali. Binti akasema, sio kweli, ngoja na mimi niingie kati na kuachaje sasa. Kwa mfano wakaingia baadaye pati ikiisha, wakiwa mbui chakali, wakaanza kuongea, mara wafukiane, mara wataki kupigana. Maana watu wawili wakutana ni vituko na vicheko visio na sababu. Mwishoni wakajikuta wamepitiwa na usingizi kwa pamoja. Mtoto alivutoka nje akakuta wamelala na yeye mtoto amelala hapo hapo. Ni familia moja imelala, mbwa, mtoto, mama na baba. Asubuhi kumekucha hivyo akajikuta yuko peke yake. Binti akamind sana. Upande wa pili jamaa anapata taarifa kwa daktari wake kuwa mapafu yamepatikana na hawana uhakika kwamba operation itaenda sawa kwa sababu mtoto bado mdogo sana na hakuna daktari ambaye atachukua riski hii. Binti akafika akamkuta mshikaji, akaanza kujiongelesha. Mwisho akafunguka ukweli kuwa anampenda sana, anatamani mama kuwa mama wa watoto wake. Je, na wewe unanipenda? Jamaa akakumbuka mbali penzi lilivyokuwa zito mpaka ikafikia matatizo. Mara mdogo wake na mume wake shemeji kumbe uko huku. Huyu ni nani? Huyu ni mdogo wake na mume ambaye anataka kumuoa binti, ila hajui chochote kile. Wakatoka zake, kumbe huku akuja na peke yake. Familia nzima walikuja huko beach. Kila mtu anashangaa, nini kimwamba huyu hapa? Nimesikia unapenda sana kuja beach kuenjoy. Kwa hiyo nimeleta familia yote hapa, tutafunga ndoa kwenye beach hii. Kwa hiyo unasemaje? Watu wakafurahi. Kwa upande wa pili jamaa anamwambia,
binti anakupenda tena, bora umueleze ukweli, mrudishe familia yenu. Mwamba akasema oya, hebu niache kwanza. Huku upande wa pili anamuita Yashna, mama mkwe kumuona na muona mtoto, kuja kucheki akagundua kabisa huyu mkwe wake, yani ni mjukuu wake. Wakati anataka kumkimbilia akamgundua mshikaji, akamzuia mjukuu wake. Jamaa kumuona mjukuu wake machozi anamtoka, lakini huwezi amini, mama analo ngumu sana na mama mpenda hela. Mama akamchukua mtoto wake akaondoka naye. Yani mama hataki kabisa kufichua huu kweli, maana maandalizi ya ndoa yakaanza. Mara binti akampigia simu baba yake, bwana baba, mimi nataka kuolewa, lakini mimi kiukweli kabisa nampenda mwanamume mwingine, nampenda sana. Asubuhi mtoto akatoka zake, mchaka ukaanza kumtafuta. Wakati jamaa anamtafuta mtoto wake akakutana na, vipi unamtafuta nani? Mtoto wangu, na nifuate, yupo huku. Wakati jamaa kweli mtoto alikopo huku na mbwa wake anamtafuta Yashna, akamwona yule kule, ikabidi amkimbilie. Wewe mai, mbona msumbufu, umekuja kufuata nini? Nimekuja kumwaga Yashna. Ikabidi mdogo amkimbilie Yashna, mamake na Yashna akatokea kwa mbele, na huku upande wa pili kumbe wamewetia masela, ni kichapo tu, anaonekana anafuatilia mke wa mtu mtarajia. Kumbuka huyu shemu wa binti alikuwa anamchora tangu kule beach. Mama akawa anawaka sana. Baada hapo akamfuata rafiki yake na mshikaji. Yani nyinyi mmekuja na rafiki yake yule, mchukue mwanangu, si ndio? Kabla yote alikuwa hampendi, ndio maana kwa wametalikiana. Acha aishi maisha yake sasa. Mama aliongea kwa uchungu sana kwa rafiki yake na maneno makali machake. Akamfuata na mjukuu wake, na wewe ngoja nikwambie kitu. Yashna ni mama yako mzazi, lakini amekusahau. Na wewe pia msahau tu. Mama analombaya sana. Anamueleza ukweli mtoto, ukweli, maneno ya chuki. Isitoshe mtoto bado mdogo sana. Huko kwenye kipigo, mara mchumba wake na Yashi akatokea, akamzuia mdogo wake. Akasema mambo gani ulikuwa unafanya? Akamsaidia jamaa. Wewe ndo Viraj, nimesikia taarifa zake zote. Samahani kwa kitendo alichofanya mdogo wangu. Ni mdogo sana, anaitwa Alvin. Mimi nitakaa naye na ni tabia ex ya mkeo. Akasema mimi hapa sina lolote. Wewe fanya mpango, mimi nitaoana na mke wangu, wewe chukua mtoto wako uendelee. Mara mtoto akaja, baba, mtoto akaja. Baada ya hapo akasema umefanya nini sasa Maya? Hebu ona kilichonikuta baba yako. Yani wewe tangu ukutane na wewe Yashna unisikilizi kabisa. Baba anaongea huko analia. Mtoto naye alichukia sana kumuona babake analia. Ilibidi amfuate babake pale na kumomba msamaha na kumwambia kwamba sitomwacha tena. Baba akafurahi sana. Mara Yashna naye huyo hapa akatokea, akawa hajui chochote kinachoendelea. Akasema vipi? Huyu mwanamke unakichaa? Unajua mimi nimekufuata wewe? Mimi nimemfuata mwanangu tu. Hebu endelea na ndoa yako. Wewe unaolewa na mwanamke mwingine unanifuata mimi. Hebu cheka. Mtoto akafuata. Akasema usinichukulia kama mamako, yani utaki tuishi yote. Akasema wewe usinichukulia hivyo, lakini wewe sio mamangu mzazi. Kweli mtoto naye akamkataa mamake hapo kavu, ingawa anajua ukweli na bibi yake alishamwambia kila kitu, na binti akabaki analia tu. Msela akambeba mtoto wake na kujikata zake. Lakini jamaa akafika zake mbele, akaona hii sio kinyonge, subiri kwanza. Jamaa akaja kwanza akabidua meza kwenye pati, kisha akatembeza kichapo cha kutosha. Alafu akakaa zake chini, akamwambia mamake mkwe, akamwambia sikiliza, cheza na kila kitu ila usije kucheza na mtoto wangu. Sasa umemwambia mtoto wangu maneno ya uchungu kiasi siku, na mimi vipi nikamwambia mwanao nini kinaendelea? Sasa sikiliza, baki na mwanao, ni baki na mwanangu. Kila mtu aishi kivyake. Lakini binti amerudi zake pembeni, ni kilio tu. Alvin aliliona hilo. Lakini mtoto wakati huo pressure ikampanda sana, akapelekwa haraka mpaka hospitali. Jamaa amechanganyikiwa sana, analia tu. Babu naye amefika zake hospitali, machozi yanamtoka, hana cha kufanya. Upande wa pili huko upande umefika, harusi inaendelea. Jamaa ameipamba kila kitu, babake akafika. Akamwambia babake na Yashna, sikiliza Yashna, baba, kwani imekuaje? Yani huyu mzee ndio babake halisi na Yashna, ambaye baada ya kugombana na mkewe na mtoto wake akamua mzee akarudi zake kuishi na nani, na mjukuu wake. Na mzee anajua kila kitu kwamba huyu mzee sio babake na Viraj, ni babake na Yashna. Na baada ya kutengana Yashna na mtoto akamua, heri kuishi mbali na mtoto wangu, afadhali nikaishi. Yashna, nifanyaje baba? Na huyu mzee hajawahi kumwambia ukweli Viraj, kwamba Viraj alikuwa mmeo. Yani naye anaficha siri, ila anajua binti yake kampenda tena Viraj sasa hivi kwa mara ya pili. Mzee sasa akaanza kumwambia mwanae, sikiliza, ufuate moyo wako unavyotaka. Je, una uhakika ukiolewa hapo utakuwa na furaha ya moyo, ama ukiolewa na Viraj atakuwa na furaha ya moyo? Na ni kweli mtoto wake Viraj yuko hospitali sasa hivi, yuko ICU, na muda wote tunaweza tukampoteza. Bikikala kafika zake hapa, Yashna, twenzetu muda wa ndoa umefika, utaongea baadaye na baba yako. Mzee huyo akajikataa zake hapa. Binti akafikiria, Alvin akafikiria, binti akasema manini shida? Alvin, mimi siko tayari. Mama akasema wewe mtoto unasema nini? Kwa sababu ya Viraj sio? Ndio.
jamaa akasema Village sio mtu sahihi kwako. Village ameteseka sana. Kwanza ametaka talaka kwa mke wake. Hana upendo hata kidogo na hana bahati yoyote ya kuishi na wanawake. Wewe baki na mimi tolewe. Binti akasema mimi mwenyewe ndio alikuwa na makosa, alinisimulia kila kitu. Nilishangaa sana mke wake alikuwa vile. Na kwa sababu gani? Village ni kijana mwenye upendo sana. Bila kujua kwamba anachokizungumzia anajizungumzia mwenyewe. Jamaa akasema ondoka haraka, potea kwenye machoni wangu. Yashina hakutaka kusubiria mara mbili. Yashi akatoka zake mbio mpaka kwa Village. Na binti Kikala hapa akamfuata mume wake akasema, yani wewe kila siku ni mtu wa kuharibu tu mambo yako na ushaharibu ndoa ya mtoto wako. Akasema mimi mtoto wangu najua aliolewa miaka michache iliyopita, na hakuwahi kabisa kuachana na mume wake. Na story ilikuwa hivi, wakati mama anamcomplain mjukuu wake, mtoto wake aondoke zake aachane naye, na muda huo mzee alikuwa akamfuata Village akasema kama nimekosa kukaa na nafasi na mwanangu, basi sitaweza kukosa nafasi na mjukuu wako. Kwa siku zote Village anavyoishi na mzee huyu sio baba yake mzazi, bali ni baba yake mkwe, na wote wanajua kila kitu. Na maisha haya yameendelea kuishi Village na baba yake mkwe na mjukuu wake kila siku, na maisha yake na mzee na katoni picha zote za mtoto wake na anampenda sana mtoto wake. Na kutoka hapo yeye ndo alichangia kila kitu na kufanya mtoto awe salama. Na kutoka hapa kamfuata mama. Sasa sisi tulifeli kama mke na mume, tusifeli kama wazazi. Please, naomba tuwalee hawa kama wajukuu zetu, kama watoto zetu. Na huku upande wa pili Yashi akafika zake hadi hospitali, akamkuta jamaa analia tu. Jamaa akapiga zake magoti, akamkumbatia mshikaji na kumbembeleza, akaanza kumtia moyo, akasema usijali, mtoto atapona tu. Na hadi sasa hivi nishaachana naye kabisa, nitaishi na wewe maisha yangu yote, sitaki kuolewa tena. Jamaa akafurahi sana, machozi yanamtoka. Na ghafla Alvin akaingia akiwa na jopo la madaktari. Alvin akasema sikiliza, wewe ni mshikaji wangu sana na mimi ni binadamu, niko tayari kupambana na hii ndoa na hii hali ya mtoto wako, tutamfanyia operation na mtoto atapona tu. Kwa hiyo Alvin ni daktari bingwa kwenye hii hospitali. Kwa hiyo akaingia zake ili kutetea maisha ya mtoto. Village ya kuamini kabisa, wala Alvin ya kuamini kabisa. Alvin akasema mimi niko tayari kumsaidia Village ili mkaishi salama na mtoto wako. Mimi najua kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo wakamchukua mtoto na kwenda kumfanyia operation. Na kazi ya operation ikabaki watu wako nje zako nje wanalia sana. Binti analia, Village analia, Yashi wakatoka zao. Mwamba akasema, akamwambia ningekutana na wewe mapema. Aishi ningekutana. Binti akaendelea kumwambia Village, I wish ningekutana na wewe mapema. I wish ningekuwa mimi ndio mama mzazi wa huyu mtoto. Mchizi analia tu. Na angejua kwamba hii swala yeye anajiongelea mwenyewe na yeye ndo mama mtoto halisi wa huyu mtoto, angechanganyikiwa. Baba mkwe nje naye anazidi kupagawa. Kweli operation ikatokea na mtoto akapona kabisa. Mtoto amekuwa mkubwa na ndo huyu hapa sasa hivi anapiga zake gitaa. Maisha yakaendelea na hakumwambia chochote huyu mama. Maisha yakaendelea, watu watatu, mama, mtoto na mume wake, lakini hamna mtoto aliyomwambia huyu mama, ili anajua kabisa angeumia sana. Na maisha yakawa yanaendelea. Na mwisho wa story yetu nzuri kabisa inaishia hapa. Usisahau kusubscribe, kucomment ili uendelee kupata